Usipokiamini ulichokipoteza, kamwe hauwezi kuamini utakachokiokota. Ndiyo, wakati rais wa Yanga Engineer Hersi Said anafunga safari kutoka jijini Dar es Salaam kwenda nchini DRC Congo, hakuna mtu aliyejua ni kitu gani anaenda kukisaka katika ardhi hiyo. Na msimu wa mwaka 2022-2023 ukakamilika na taarifa za kuondoka kwa waziri wa maji Joyce Lomalisa zikaenea, japo maswali mengi yalizuka katika fikra za wadau wa soka. Je, ni nani atakuja kuziba pengo la Lomalisa? Nisikilize kwa makini. Safari ya Engineer Hersi Said kwenda nchini Kongo ilikuwa ni kusaka mrithi wa Lomalisa. Akiwa huko alipata wasaha wa kutazama mechi kadhaa za FC Lupopo, ambapo alijikuta akivutiwa sana na beki wao wa kushoto ambaye alibarikiwa kasi ya kutisha. Naam, ni Shadrack Isaka Boka. Alizaliwa Novemba 20 mwaka 1999 katika jiji la Kinshasa huko nchini Kongo. Boka anaitumikia nafasi ya beki wa kushoto ndani ya uwanja. Angali akiwa mdogo, Boka alipendelea sana kucheza soka, huku akithubutu kusimama kidete kutunza kile alichobarikiwa. Uwezo wake wa ajabu, spidi kubwa inayowaacha watu wa soka nchini Kongo midomo wazi. Katika ukuaji wake alianza kucheza soka katika klabu ya nyumbani, ambapo zilimpatia njia na nia ya kuonekana na vilabu bora nchini humo. Ukianza kutaja klabu kubwa nchini Kongo, hauwezi acha kuitaja FC Lupopo, klabu ambayo imekuwa ikitoa changamoto kubwa kwa TP Mazembe pamoja na FC Vita Club katika nyakati tofauti, suala zima la kugombania ufalme wa ligi ya Kongo. Watu wengi nchini Kongo walianza kumfahamu Boka akiwa tayari amejiunga katika klabu ya FC Lupopo. Miongoni mwa mashuhuda wazuri wa kiwango chake ni beki wa zamani wa Yanga Abdullah Shaibu Ninja, ambaye alicheza naye katika klabu hiyo. Ninja alisema, jamaa muda wote anapambana, unamuona kwenye maeneo mengi uwanjani. Vitu vya kipekee kwake nimeviona, ana maamuzi ya haraka, mfano akipandisha kusaidia mashambulizi hajisahau, bali anarudi kwa haraka katika eneo lake. Naye mfungaji bora wa zamani wa ligi ya Tanzania George Mpole, ambaye alikuwa akicheza na Boka nchini Kongo, alisema maneno haya: nikimzungumzia uwanjani, kama kweli Yanga watafanikiwa kumsajili, itakuwa wamepata beki ambaye ana uwezo wa kupiga cross, kukaba na kushambulia. Jamaa ana nguvu na ana kasi zaidi. Boka alicheza na nyota hawa kipindi ambacho akitumikia FC Lupopo huko kwao nchini Kongo. Msimu wa mwaka 2022-2023 ulipomalizika, homa ya usajili ilianza na kila timu ilijipanga kushusha nondo. Waziri wa maji Joyce Lomalisa, siku zake za usoni zilielekea ukingoni. Japo haikuwa rahisi kwake kuondoka mapema klabuni hapo kama wafanyavyo wachezaji wengine, alibaki na timu kambini, alicheza michezo ya kirafiki, hisani iliyofanywa na wachezaji wenza wa Yanga. Kiufupi, alikuwa na mapenzi sana na klabu ya Yanga. Shadrack Boka alisajiliwa kisha kusafiri na timu mpaka nchini Afrika Kusini. Yanga ilicheza michezo mitatu ya kirafiki, ikifungwa mchezo mmoja pekee, na walicheza na Wajerumani FC Augsburg, kisha wakashinda miwili dhidi ya TS Galaxy pamoja na Kaizer Chiefs. Wakarejea nyumbani. Boka akapata nafasi katika mchezo wa nusu fainali ya ngao ya jamii dhidi ya Simba. Kiwango kizuri kilionekana, na sasa balaa lilikuwa katika mchezo wa fainali dhidi ya Azam FC. Hapo ndipo alipopatiwa jina la bodaboda kutokana na spidi yake kali aliyokuwa nayo. Utofauti wa Boka na Lomalisa: Boka ni beki mwenye spidi kubwa ambaye ana sifa nyingi za kipekee. Lomalisa hana spidi, bali ana uwezo mzuri wa kupiga cross na kuchezea mpira, japo majeraha yalimsaliti. Yanga wamefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya CAF kwa mara ya pili mfululizo. Kiwango bora kutoka kwa Boka pale Amani Complex kimezidi mpaka thamani ya mioyo ya wananchi. Ama kweli, hakika kazini kwa Nixon Kibabage kuna kazi. Makala hii imeandaliwa na Salum Pelembo na kusomwa kwako nami Tatu Mshamu.